ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad na ali zake na masahaba zake. Mada yetu ya leo itakuwa ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila hali, kwenye kila zama na kila wakati. Tunahitaji mada hii, na kila sehemu na kila hali tunahitaji kukumbuka atawakkulu ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini binadamu hufika mahali akahitaji kukumbuka zaidi maudhui hili ama maana haya ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama pia hufikia baadhi ya siku akahitaji kujikumbusha zaidi maana ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuitilia nguvu imani yake katika kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulingana na pale mahali ambapo kwamba yuko, ama wakati ambapo kwamba yuko, ama hali ambayo kwamba imempata inazidi kumsongeza katika yeye kudhihirisha kumtegemea kwake Mwenyezi Mungu na kumtegemea kwamba Mwenyezi Mungu ndio peke yake atakayeweza kumuokoa na kumsaidia katika ile hali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusisitiza sana kwenye Al-Qur'anul Karim kuhusu jambo kama hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatujua ya kuwa sisi, namna alivyotuumba sisi, ni waja wadhalilifu, sisi ni waja ambao kwamba ni wanyonge, sisi ni waja ambao kwamba ni madhaifu, na yeye ambaye kwamba ametuumba, yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye mwenye uwezo, yeye ndiye ambaye kwamba ni mkwasi asiyepungukiwa. Ndio hii kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala inarudi pakubwa sana katika at-tauhid, ni tunda katika matunda ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimjua Mwenyezi Mungu haki ya kumjua na ukamwahidisha, ukamjua ya kuwa hakuna Mola wa hakika anayestahiki kuabudiwa, mwenye kumiliki kila kitu, mwenye manufaa yote na madhara yote kwenye mikono yake isipokuwa yeye, hapo ndo utajua maana ya kumtegemea yeye. Lakini tauhid yako inapokuwa dhaifu, basi na kutegemea kwako kwa Mwenyezi Mungu pia inakuwa dhaifu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Al-Qur'anul Karim ametusisitiza katika sehemu mbalimbali. Utaona Mwenyezi Mungu asema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Umeona sharti iliyowekwa kwa Mwenyezi Mungu peke yake tegemeeni. 'Ala Allahi ametanguliza 'ala Allahi tawakkalu, hakusema tawakkalu 'ala Allahi, japokuwa ziko zingine watawakkal 'ala al-aziz, mtegemee Mwenyezi Mungu, lakini hapa ametegemeza kumaanisha yeye peke yake mtegemee. 'Ala Allahi, kwa Mungu peke yake, tawakkalu, mtegemee, lakini in kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini. Hapa yamaanisha nini Mwenyezi Mungu? Kama una imani ya kweli, basi utamtegemea Mungu peke yake. Kama hauna imani ya kweli, basi utakuwa wewe umtegemea Mungu, lakini wategemea na kitu kingine ama na mtu mwingine, ama wajitegemea mwenyewe nafsi yako. Itakuwa wamshirikisha Mwenyezi Mungu katika at-tawakkul. Ndio Mungu akasema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kama ni waumini kweli, basi Mungu peke yake mtegemeeni. Kuonyesha ya kuwa hii ni kumtegemea Mwenyezi Mungu inazaliwa na imani, inazaliwa na tauhidi yako. Kila imani yako ikiwa na nguvu, basi na tawakkul yako ina nguvu. Kila tauhidi yako ikiwa khalis, safi, basi na kumtegemea kwako kwa Mwenyezi Mungu pia huwa ni kumtegemea ambao kwamba hakuteteleki, hakubabaiki. Unakuwa wewe ni mtulivu wa imani
Kwa sababu imani yako ina nguvu na mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaona mifano ya baadhi ya waliokuwa na imani, namna wanapomtegemea Mwenyezi Mungu, hata likawali jambo gani, hata kukatokea nini, hata kukafanyika nini, wao wako pale pale. Sisi tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yani Mwenyezi Mungu alipotuambia wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, alayhi wahdahu, kwake peke yake Mwenyezi Mungu, i'tamidu, tegemeeni. In kana lakum imanan haqqan, kama mna imani ya hakika, imani ya kweli. Kisha akatuambia mkiwa na imani ya kweli na mkanitegemea, basi inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaomtegemea yeye. Sasa ndo hapa ulama wakasema, wewe ukisha kufikia katika daraja ya kuwa unamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, unapata nini? Unapata kuwa wewe unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unakuwa ni mahbubu na inda Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hali yake inakuwa vipi? Je, mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu humfanyia nini? Je, atamwacha adhurike? Je, atamwacha aumie na hamu? Je, atamwacha na dhiki zake peke yake? Je, hatomtimizia anayohitaji? La, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayempenda humfanyia lile ambalo kwamba litamfurahisha na humwepushia lile ambalo kwamba litamuudhi na litamdhuru. Ndo akasema almufassiruna na ulama kama al-Imam al-Ghazali alipotafsiria aya akasema, wal mahbubu la yu'adhabu wala yub'adu wala yuhjabu, anayependwa na Mwenyezi Mungu haadhibiwi wala hatupwi mbali, hafukuzwi wala haekewi pazia baina yake na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye amemtegemea na Mwenyezi Mungu amesema inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Sasa wewe jiangalie, je, wamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili upate kupendwa na yeye? Basi ukiwa wewe mategemeo yako ni kwake peke yake, kuwa na hakika ya kuwa basi Mungu anakupenda. Haezi kukuacha peke yako, haezi kukutupa, haezi kukusalimisha kutokamana na maafa ya aina yoyote na madhara ya aina yoyote, bali haezi kukuacha hata katika jambo ambalo kwamba walitaka, atakushika mkono na atakusaidia litemie. Lolote la madhara linalotaka kufika, Mwenyezi Mungu atakulinda. Kwa nini? Kwa sababu yakupenda wewe, umemtegemea yeye. Lakini utaona baadhi ya Waislamu tumekosa imani, tumekosa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mtu anafikia kiwango cha kukufuru. Ukikosa kumtegemea Mwenyezi Mungu, wewe utafikia kiwango cha nini? Kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu umuone akwambie, bwana, sasa Mungu mpe mwingine mitihani, mimi tosha. Yani wewe umkosoa Mungu, wamkosea Mungu, wamlaumu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akwambia nitegemee mimi, hata kama kuna madhara yamekufikia, utakuwa wewe ni mwenye kupendwa na mimi, una mahaba yangu. Watu wafikia viwango ambavyo kwamba ni kujulisha ya kuwa imani imekuwa dhaifu, ndio tawakkul zao zikawa dhaifu. Mtu akipatwa na jambo dogo tu ashaanza kubabaika, ashasahau kuna Mwenyezi Mungu aweza kumnusuru, kuna Mwenyezi Mungu aweza kumsaidia, kuna Mwenyezi Mungu aweza kumtosheleza. Yeye madamu alikuwa yategemea akili yake, aona akili yake imefika mwisho, basi kuisha shakata tamaa. Yeye madamu alikuwa yamtegemea fulani, amona fulani ashamwachilia, ashamkimbia, ashamtupa, basi aona kuisha ulimwengu wake. Yeye madamu alikuwa yategemea mali yake, aona amefilisika, basi aona yeye amekwisha. Halikuwa tangu mwanzo amtegemei nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yote ni nini? Ni katika upungufu wa imani. Ndio maana tawakkul inakosa nguvu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameuliza swali. Swali lenyewe ni swali la nini? Swali ambalo kwamba halitaki jibu. Alaysa Allahu bikafin abdahu, kwani Mwenyezi Mungu si mwenye kumtosheleza mja wake? Bala, kwa nini? Mwenyezi Mungu anamtosheleza mja wake. Ndio maana akasema waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh,
yoyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Mwenyezi Mungu anakutosheleza kwa namna ambazo kwamba uzifikirii, wala kwa namna ambazo kwamba uzitarajii, wala kwa wakati ambao kwamba wewe huna hata mipangilio wala nguvu. Angalia mifano iko mingi kwenye Al-Qur'anul Karim. Nabii Musa alayhi salam alitoshelezwa wakati gani? Wakati ni mtoto mchanga, hajui kujipangia, hajui kujisaidia, hajui kujiepusha, hajui kukimbia chochote. Tena Firauni ambaye kwamba alikuwa ndio mfalme mwenye silaha, mwenye majeshi, mwenye mali, aliyemiliki mji, anasema nini? Mimi nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani? Ya kuwa kuna mmoja katika watoto wa Banu Israil atakuja kunipokonya ufalme wangu. Kwa hivyo nitakuwa nikiua vijana wa kiume wote, usipatikane huyu kijana ambaye kwamba atakuja kunipokonya ufalme wangu. Angalia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimpangia Nabii Musa akiwa ni mtoto mchanga, mama yake ashamzaa, hajui atamnusuru vipi wala atamuhifadhi vipi mfalme ambaye kwamba alifikia kiwango cha kibri chake na ujabari wake mpaka kusema ana rabbukumul aala, kama tunavyoona viongozi wa kisasa wanajiita wao ni superpower, wao sijui ni nani. Yani mtu amefikia kusema kiwango ya kuwa mimi ndo nauendesha ulimwengu. Ni hivyo hivyo tu kama Firauni wako kila zama. Likulli zamanin Firaun, kila zama kuna Firauni wake. Lakini walikulli Firaun Musa, walikulli Firauna, na kila Firauni ana Musa wake, atakuja kumtengeneza, atakuja kumnyorosha. Hao wetu wa sasa pia mafirauni hao. Mtu akwambia mimi nikitaka nchi iwe na amani itakuwa nayo, mimi nikitaka iwe na vita itakuwa nayo, mimi nikitaka ife na njaa itakufa, mimi nikitaka kuwapelekea msaada wa chakula itawapelekea, mimi sijui nikitaka hivi itafanya. Yani wazungumza kwa kibri kweli kweli. Na ni rais tu wa nchi moja. Nchi ngapi yeye si rais wake? Wazungumza, utaona mara nyingine wazungumza bana, mimi nikitaka nchi yoyote naenda naichukua tu, ni yangu. Mara nchi fulani bana, Gaza ni yangu mimi, mara sijui Venezuela ni yangu. Yani wasema tu, yani ardhi yote achagua pale anapotaka ni kwake yeye. Firauni huyo, walitangulia mafirauni wengi, na huyu Firauni wa zama hizi yeye na wenzake kina Hamani wako, kina Karuni wako. Hii Qur'ani usione ishaeleza ishakwisha. Firauni yuko bado, Hamana yuko, Karuni yuko, na mwisho wao uko pia kama wale waliotangulia. Firauni amejaa kibri, sitaki kupokonya ufalme wangu, kwa hivyo nitaua mimi. Ile siasa yao. Wewe ukiona mahali kuna vita, ni mtu ataka kuiba mali pale, ama ataka ufalme wake ubakie, basi afanya nini? Atamwaga damu, ataua. Ndio haya mambo ambayo yaendelea sasa, watu kupigania ubabe na kuonyeshana kifua na kuibiana mali. Basi hakuna mtu ati wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna. Ukiwaambia tena msifanye ufisadi kwenye ardhi, bwana sisi ni wenye kusuluhisha, sisi ni wenye kutengeneza, sisi ndio wenye peacemakers, wenye kuweka amani. Wao ndio wafisadi wenyewe. Ala jua nakutana bai, innahum humul mufsiduna, hakuna wafisadi wengine isipokuwa wao. Ni wao tu ndo sababu ya vita vyote duniani, ni wao tu ndo sababu ya uchafuzi wote duniani, ni wao tu ndo sababu ya njaa zilizoko ambazo kwamba sehemu hazistahiki kuwa na njaa. Wewe uone nchi kama ya Kongo tajiri kwa madhahabu, kisha ati wafana njaa. Uone mahali kuna bahari, kuna poti, kuna mali yaingia kila aina, kisha ati wafana njaa. Ni nani? Ala innahum humul mufsidun. Hawataki wao wazungumza. Utaona clip zao wakizungumza, ziangalieni kwenye habari. We are peacemakers, sisi bwana ni watu wa kuweka amani, sisi ni innahum humul mufsidun. Si wengine, wao tu ndio wafisadi, wao ndio wenye kuchafua ardhi kila mahali. Firauni akataka kulinda ufalme wake, akaamua afanye nini? Auwe vijana wote,
Angalia Mwenyezi Mungu alivyomnusuru na Mwenyezi Mungu alivyomtoa. Alimpa ilhamu mamake Firauni, alimpa mamake Musa, alimpa ilhamu, ukimzaa huyu faalqihi fil yam faqdhifihi falyulqihi al-yam bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Huyu mtoto wako ukimzaa, muweke kwenye bao ambalo kwamba litaolea, litafloat, mtupe kwenye hiyo mto ama bahari. Hii bahari nimeiamrisha, Mungu amrisha bahari impeleke huyu kwenye nyumba ya adui yangu na adui ya huyu mtoto. Angalia Mwenyezi Mungu akitaka kukupangia na kukutosheleza, ukimtegemea yeye. Wewe nani Musa hata hajui kuna shida gani wala kuna hatari gani, wala hajui ajipange vipi wala ajilinde vipi. Mungu yompangia, amwambia mamake muweke mtupe, aiambia bahari mpeleke paka kwenye nyumba ya adui yake, yule adui anayemtafuta kumua mpeleke kwake. Huyo atalelewa ndani ya nyumba ya huyo anayemuogopea, atainukia mahali kwenye hatari zaidi. Mipango ya Mwenyezi Mungu haya ajabu sana. Kisha angalia ajabu juu ya ajabu. Baada ya kumwokota mama yetu Asia, mke wa Firauni, alikuwa ni mwema, akamwambia bwana, la taktulu, usimuue huyu bwana, asa yanfa'ana, au atatunufaisha, au natakhidha walada, tutafanya ni mtoto wetu huyu peke yake, usimuue, wengine wote waue. Yani huyu peke yake ndo hatumuogopee lolote, tuwe na amani na yeye. Kumbe huyo ndo atakuja sasa amtoe yeye kwenye ufalme wake, na sio kumtoa kwenye ufalme, kuongoza watu. Kisha ikawa Nabii Musa alayhi salam hataki kunyonyeshwa na wanawake wote, kila anayekuja yakataa, kila anayekuja yakataa, mpaka nani? Mpaka mamake mwenyewe Nabii Musa ndio afanya nini? Akamkubali. Ikawa Firauni yuamlipa mamake Musa ili amnyonyeshe mtoto wake mwenyewe. Yule alikuwa amuue yule, sasa yualipa ili mama mnyonyeshe mtoto wake. Ngale mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndio tukasema nini? Pale unapomtegemea Mwenyezi Mungu, wewe utakuwa Mwenyezi Mungu yakupangia mambo yako, na mambo yako yaenda, wewe mwenyewe hata habari huna. Zile shari, adha, nini, labda Mwenyezi Mungu yakuepushia, na wewe hata huna habari yoyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuhimiza sana ya kuwa waman yatawakkal ala Allahi fa inna Allaha azizun hakim. Yoyote anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu ni aziz. Mwenyezi Mungu hadhaliliki wala hadhaliliki anamtegemea yeye. Hakim, ana hikma Mwenyezi Mungu ya kumpangilia mambo yako. Lakini lau usipomtegemea Mwenyezi Mungu, ndio pale ukaambiwa man i'tamada ala nasi malla, yoyote anayetegemea watu atachoka. Binadamu huchoka unapomtegemea, unapomuomba, unapomhitajia. Wa man i'tamada ala malihi, anayetegemea mali yake, Allah atakuwa mchache, kwa sababu mali leo yako kesho hakuna. Wa man i'tamada ala aqlihi, anayetegemea akili yake, ikhtalla, atapondoka, lazima atakosea. Wa man i'tamada ala jahi, anayetegemea cheo chake na nafasi yake, dhalla, atadhalilika, kuna siku atakikosa kile cheo na ile nafasi. Wa man i'tamada ala nafsihi dhalla, anayejitegemea nafsi yake atapotea. Lakini man i'tamada ala Allah, anayemtegemea Mwenyezi Mungu, la malla wala dhalla wala dhalla wala ikhtalla wala qalla, hakosi, hadhaliliki, hapiti patupu, hapotei, kwa sababu amemtegemea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mungu akasema watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemea yule hai ambaye kwamba hafi, ambaye ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi binadamu sana tuelewa mifano yetu ya kidunia. Wewe sasa hivi ukawa una connection, una mahusiano, ama una namba ya simu, ama unakujuana na mtu yoyote ambaye kwamba wewe muonana nufudh fulani,
ana uwezo fulani, ana cheo ama ana mali fulani, wajimakini. Ama sio hivyo? Yoyote wewe sasa hivi tu ukawa una namba ya MCA, acha hata kupanda juu sana, MCA tu ukimpigia simu atashika, utakuwa nini? Wajiona mimi nina mtu fulani muhimu bana, nikimpigia unisikiliza atanisaidia. Ukipanda zaidi, gavana uko karibu na yeye, waingia ofisini kwake bila ya hodi, bila ya kuulizwa na sekretari, utasema ni gavana bana, mimi nikimwambia tu unisikiliza. Panda tena president, wewe waenda State House bila ya hodi, bila ya application, utasema nini? Rais mwenyewe na namba yake hiyo bana, utakuonesha watu sasa, na namba ya president mimi hii hapa, uamini kuonyesha, asikiza ni yeye ama si? Yani wajikuta wewe sasa dunia iko chini ya mikono yako. Kwa nini? Una mtu ambaye kwamba ana cheo. Ama kama una mtu mwenye uwezo wa mali, rafiki yako tajiri kweli kweli, bilionea, chochote unachomwambia yeye kupatia pesa, fanya, tumia, utakuwa jiona hata ukipatwa na jambo la kwanza ufikiria bana, nimekwama sehemu fulani, hizo bana, angalia, jipange, jisaidie, nikopeshe, nikutumia, yaje kuletea, nataka hivi, shika ile pale nyumba hivi, utakuona nini? Una utulivu fulani kwenye moyo. Kwa nini? Bana, mimi nina mtu fulani, mimi nina mtu. Sasa Mwenyezi Mungu akwambia, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule ambaye ni hai asokufa. Huyo yoyote ambaye unamtegemea atakufa ama hatakufa? Je, akifa sasa hivi wewe utakuwa mtegemea nani? Mwenyezi Mungu ametupa yani kipimo kikubwa sana. Wacha hata kufa, kuna mtu amefutwa kazi, kuna mtu ashagombana na wewe, kuna mtu hakushiki tena simu, kuna amefilisika, kuna hivi. Maadamu ni binadamu bado atabakia ni dhaifu, hata ukimwona ana nguvu, hata ukimwona ana uwezo, hata ukimwona ana cheo. Kuna kuritaya, kuna hivi, kuna transfer, kuna lile, kuna mambo mingi. Sasa wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba cheo chake hakipotei, utajiri wake haufilisiki, hakukatii simu, hakuzimii simu, connection yako na yeye moja kwa moja wakati wote, na ana uwezo juu ya kila kitu. Lillahi ma fi samawati wa ma, ni zake yeye zilizoko mbinguni na ardhini. Mwenyezi Mungu, wacha binadamu kukupa mali ama mkubwa kukupa askari ama chochote. Mwenyezi Mungu aweza akakupa ardhi na mbingu. Mwenyezi Mungu aweza kukupa malaika. Mwenyezi Mungu aweza kukupa pepo. Kuna vitu Mungu aweza kukupa, hao ambao wategemea hawawezi. Bali mara nyingine waweza kuwa wamtegemea binadamu mwenzako kwenye jambo na aliko chini ya uwezo wake na bado asikunufaishe. Ama haijatokea hiyo mara ngapi? Mfano tu wa daktari. Daktari fulani bwana ndo mkubwa huyo, ndo specialist wa maradhi fulani. Umeenda kwake, umetoa mapesa na bado usitibike. Utafanya nini? Na wewe ulikuwa mategemeo yako makubwa ni kwake yeye. Basi kuna mkubwa zaidi wasijui wa nchi ya nje, umeenda pia ukusaidika. Amefanya juhudi yake mpaka mwisho wa juhudi yake, lakini hakuweza kukusaidia. Utarudi kwa nani mwisho? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwenyezi Mungu peke yake ndo uwezo wake hauna kipimo, uwezo wake hauna mipaka. Sasa wewe kwanza mtegemee Mwenyezi Mungu, kisha fuata zile sababu. Hujaambiwa usifanye kazi, hujaambiwa usijitibu, hujaambiwa usiende mbio. Fanya zile ni sababu, lakini moyo wako mtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, law annakum tatawakkaluna ala Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokea na Tirmidhi asema, law annakum tatawakkaluna ala Allah, lau nyinyi mtamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea. Na hii ni part moja muhimu sana ya kumtegemea Mwenyezi Mungu katika riziki. Kuna majalati nyingi za kuzidisha kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ya kwanza nini? Ariziki, kumtegemea Mwenyezi Mungu katika riziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitwana. Lau nyinyi mtamtegemea Mwenyezi Mungu haqqa tawakkuli, mtume akatia msisitizo, sio tatawakkaluna tu, kumtegemea haki ya kumtegemea kiuhakika, kisawa sawa ile mategemezi yako. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr, atawaruzuku nyinyi kama namna anavyowaruzuku wale vindege
wanyama wadhaifu ambao kwamba hata yule mshairi akatuambia lao ingekuwa riziki yapatikana kwa nguvu wale wasingepata riziki, lakini wale wapata riziki na papa baharini wapata riziki na binadamu na wengineo. Lao mtamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, angewaruzuku kama anavyowaruzuku wale viumbe dhaifu. Vipi? Taghdu khimasan, wanatoka wao ili hali wana njaa kweli kweli. Je, akitoka anajua anaenda mahali kwenye mjengo kufanya kazi? Ajua hata yuenda wapi? Je, akitoka anajua yuenda dukani? Hata hajui yuenda wapi. Je, akitoka anajijua yuenda ofisini, yuenda kwenye kampuni, yuenda kumuomba fulani, yuenda kulima? Yeye yotoka tu, ndio hiyo tawakkul. Taghdu khimas, ametoka na njaa, lakini wataruhu bitana, akirudi jioni anarudi ameshiba. Kila siku yotoka ana njaa, yarudi ameshiba, yotoka ana njaa. Lakini taghdu, anatoka asubuhi, anafanya juhudi yake, anafuata sababu hata kama ni ndogo ya kutoka tu, kisha Mwenyezi Mungu hakai kwenye kile kitunga chake, kile kijumba chake, basi madamu Mungu ataruzuku mimi niko hapa nyumbani kwangu, riziki itanifuata. Anatoka anafuata zile sababu, anafanya juhudi. Lakini na Mwenyezi Mungu akitaka kukuruzuku mara nyingine, hata wewe kama pia huitaki ile riziki itakufuata. Hatujaambiwa tusifuate, ifuateni riziki, fanyeni juhudi, tokeni safarini, fanyeni kazi, fanyeni biashara. Taghdu khimasan wa taruhu, katika jambo la riziki ndio yatakana sana tuzidishe nguvu ya tawakkul, kumtegemea Mwenyezi Mungu sana. Leo tubabaishwa na masala ya riziki. Angalia tu sasa hivi mafuta yana shida, sio? Yamepanda bei, yamepandishwa, mara yameshukishwa, mara yatapandishwa tena, mara yaendelea kipanda tu. Tuseme mafuta yakipanda bei na vitu vitafanya nini? Vitapanda. Mtu ashaanza kubabaika, itakuwaje sasa vitu vikiwa ghali? Tutaweza sisi yenyewe hivi ilivyo mambo kazi, maisha magumu, hatuna pesa, madeni, vyakula havishikiki, na mafuta yapata, itakuwaje sisi? Ama sio mababaiko yetu binadamu? Kila mtu afikiria, angalia habari, itakuwaje sasa? Mafuta yatapita 200, yataenda, tutafanya vipi? Nini? Katika kumtegemea Mwenyezi Mungu kwenye jambo la riziki, sisi tunategemea zile sababu. Yule Mwenyezi Mungu aliyoturuzuku mafuta yalipokuwa rahisi, ndio yule Mwenyezi Mungu bado yuko na ataturuzuku. Lakini binadamu tubabaika. Kwani vitu vimeanza kupanda leo? Sahihi tuzungumze, kabla havijapanda bei ni shilingi ngapi? Na zama za miaka 50 iliyopita vilikuwa shilingi ngapi? Ni nani alikufa kwa njaa kwa sababu vitu ni ghali? Watu wameishi na vitapanda tena, na bado watu wataishi na vitapanda tena, na watu bado wataishi, na wala suluhisho haliko kwenye mikono ya kiongozi yoyote. Ili tutoeni masikio taka. Huyu rais ambaye yuko sasa, kabla ya kuwa rais, yeye alikuwa akisema nini? Akilaumu yule rais aliyokuwa. Mambo gani haya? Mafuta yapanda ovyo ovyo. Nini? Mimi nikiingia nitahakikisha haya. Sasa yeye klipu zake zarudishwa. Yeye si ulisema hivi, mbona yapanda na yuko kwenye cheo? Na ndio hivyo na mwingine naye ambaye si rais, akijifanya yasema, na yake ingia bado yatapanda hivyo. Mambo mengine hayako hata mikononi mwao, maskini wajisemea tu hawa. Mambo yako mbali huko, na zaidi yako mbali zaidi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yako mbali kwa wao wanaojiita masupapawa na nyingineo, lakini zaidi hata hayako kwao, yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akitaka riziki yako ipate, utaipata, usibabaike. Ameahidi, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizqu. Maadamu uko kwenye ardhi, maadamu wewe uko hai, riziki yako iko. Huwezi kukosa riziki yako ukiwa uko hai. Siku utakosa riziki yako ni siku na umri wako umekwisha, utakuwa hauko duniani. Kwa hivyo tuliza moyo wako ya kuwa mimi sitegemei kazi, wala sitegemei bei, wala sitegemei kiongozi, na mtegemea Allah ndo mwenye kuniruzuku. Awe atakayekuwa, iwe kazi itakayokuwa, biashara ziende zitakavyokwenda, riziki yangu iko mikononi mwa nani? Mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia imani za maswahaba. Abdullah bin Abbas alipotafsiri aya ya kueleza masala ya riziki, akasema lau ardhi itageuka iwe ni shaba na mbingu zitageuka ziwe ni chuma, maana yake nini?
Yani ardhi hata ukimiminia maji haitotoa mimea, haitotoa chakula. Mbingu zimegeuka, zimekuwa sizo hizi mbingu, hazitoi tena mvua kabisa. Asema sitobabaika mimi, riziki yangu itatoka wapi? Kwa sababu najua mwenye kuniruzuku mimi ni nani? Ni Mola wa mbingu na ardhi, si mbingu wala ardhi. Wewe leo ukikosa biashara ikifilisika tu kwisha, ukifutwa kazi tu kwisha, mafuta yakipanda bei tu kwisha, ukisikia kuna vita tu aya. Sasa hivi vita yamaanisha tutakosa chakula, sijui kutakuwa na njaa, kutakuwa na ukame. Vimepita njaa, kumepita ukame, kumepita maradhi, kumepita yaliyopita, na walio survive wamesurvive, ambao umri wao ulikuwa umekwisha. Kila kitu biadillah, kila kitu iko mkononi mwa Allah. Sasa imekuwa wewe binadamu wataka kujibebesha mambo ambayo huna uwezo nayo. Ndio pale utasikia mtu ana stress, mtu ana depression, mtu ana dhiki. Dhiki ya nini? Dhiki ya kujibebesha mambo ambayo ni ya Mungu, huyawezi. Ukifika mahali ukaona sasa hili ni zaidi ya uwezo wako, sema tawakkaltu ala Allah. Mimi sasa nimemtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nimefanya juhudi yangu, nimefuata sababu za kufuata, nimefanya kiasi cha uwezo wangu. Baada ya hapa namwachia nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo majal ama mahali muhimu sana pa kuzidisha tawakkul ni katika amri nini? Amri ya riziki. Mtu mara nyingine anabeba hamu na dhiki ya jambo ambalo hata halijakuwa. Mtu ana hamu ya future yake. Itakuwaje mimi nikifa watoto wangu watalishwa na nani? Mimi nikifa mke wangu atasimamiwa na nani? Mimi nikifa, yani mambo ya mbeleni hata hayajamfikia. Ni nini? Udhaifu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ama tawaqquat, ikitokea lau nikifutwa kazi mimi nitakuwaje? Ikitokea lau fulani atagombana na mimi ama atanivunja, itakuwaje? Ikitokea lau hii biashara ninayotegemea kifilisika, nitakuwaje? Kwa nini yote haya? Umemweka wapi Mola wako? Mwenyezi Mungu akwambia inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika ma fi ghadin sayakun. Sahirat a'yunun wa namat uyunun fi umurin takunu au la takunu. Inna rabban kafaka bil amsi ma qad kana sayakfika fi ghadin ma sayakun. Watu wamekesha, wengine wakosa usingizi kwa mambo ambayo kwamba yatakuwa ama hayawi, haijulikani. Lakini Mola aliyokutosheleza jana ndiye atakaye kutosheleza kesho. Mahali pa kwanza ni riziki. Mahali pengine ambao kwamba wataka utegemeze, uzidishe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, inda dhulmi, wakati umedhulumiwa. Usizidishe uwezo wako, kutegemea uwezo wako wala nguvu zako wala binadamu wala chochote wala mali. Zidisha kumtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na uwe na yaqini ya kuwa Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuninusuru na ni muweza wa kunilipizia na ni muweza wa kunitosheleza kutokamana na dhalimu yoyote namna atakavyokuwa. Turudi pale pale, hivi viso vya Qur'ani tusivisome tukavipita tu, ni mambo kwenye maisha yetu yanatufikia. Nabii Musa alipofika mbele yake ni bahari na nyuma ni jeshi la Firauni, watu wake wakamwambia nini? Inna la mudrakun, kuisha sisi bwana. Hii bahari mbele na nyuma jeshi, ndo mambo yako yanavyoendelea. Nyuma madeni, mbele kuna nini? Mazito mengine. Mbele kuna nini? Ukosefu wa ajira, ukosefu wa kazi. Mbele kuna nini? Kuna kikwazo chochote kitakachokuwa. Kama nyuma ni jeshi la madeni, nyuma ni jeshi la madhalimu, nyuma ni jeshi lolote litakalokuwa. Waona wewe mahali umefikia, hapa sina namna tena. Nimeenda kwa mapolisi, kumeshindikana. Nimeenda kotini, kumeshindikana. Nimejisaidia kwa marafiki, hawakunisaidia. Nimejisaidia kwa familia, hawakunisaidia. Nimefanya kila namna mimi, kuisha. Nyuma jeshi, mbele bahari. Nitaenda wapi? Wale wafuasi wasema inna la mudrakun, kuisha sisi, shangamia. Nabii Musa amwambia la, inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi nina Mola wangu atanitolezea njia. Maana kumtegemea Mwenyezi Mungu hakika ni nini? Uamini ya kuwa Mwenyezi Mungu atakutolea suluhisho mahali ambapo wewe hujafikiria suluhisho. Pale mahali umeona akili yako imekwama kabisa, imekwisha mawazo yake, basi uamini Mungu yaweza kunitolea njia mahali ambapo hakuna njia. Hapo ndio umemtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa wajua kuna njia nayo ni hii fulani, naomba Mungu anitolezee, bado hujamtegemea Mungu, umetegemea bado nini? Fikra yako.
Pale ambapo wewe hujui kesho imebeba nini, wamtegemea Mungu, hapo ndo mtegemea. Na Mwenyezi Mungu alipomuona mtegemea yeye, inna ma ya rabbi sayadina, alimtolea njia ama kumtolea tena, alimtolea njia ambayo haijazoeleka wala haijulikani wala si kawaida kupatikana njia hii. Alimpasulia bahari na akapita. Bahari ilipasuka, ikamtolea njia mtu aliyemtegemea Allah, kwa sababu kila kitu kiko chini ya amri za Mwenyezi Mungu. Wakati wa nini? Dhulma. Wakati wa vita, zidisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ndio aliyosema Nabii Ibrahim aliporushwa kwenye moto na maadui zake. Katika riwaya ya tafasir wanasema Nabii Ibrahim alipokuwa yuko hewani yaenda kuanguka kwenye moto, kwa muda wa haraka sana Jibril aliteremka akamwambia, alaka haja, una haja yoyote nikusaidie? Malaika mtukufu huyo Jibril akamwambia, amma ilaika fala, kama ni kwako sina haja yoyote kwako wewe. Akamwambia, ila rabbika, kwa Mola wako. Akamwambia, ilmuhu bihali aghnani an suali, yeye yajua hali yangu, si lazima nimuombe. Yani hakutaka kumtegemea hata malaika, wacha sisi wenye kutegemea binadamu. Akamwambia, mimi nategemea Mungu direct. Na Mungu alifanya nini? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, moto hautokuchoma, kisu hakitokuua, bahari haitokuzamisha, ukiwa utamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na utajua ya kuwa kila kitu kiko chini ya amri yake. Nabii Ibrahim akatoshelezwa. Ndio pale mtume naye pia alipoambiwa majeshi yamekukusanyikia, makureishi wote watakumaliza, idh qala an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atakayenitosheleza mimi ni Allah, hasbunallah wa ni'mal. Mwenyezi Mungu akamjibu, fanqalabu bi ni'matin min Allah lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah. Ukiwa wewe utadumisha kusema hasbunallah wa ni'mal wakil, mwenye kunitosheleza mimi ni Allah na ni bora wa kumtegemea ni yeye, Mwenyezi Mungu atakutosheleza. Ndio pale tukaambiwa kila asubuhi, kila jioni sema hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, mara 7, na uweke maana yake kwenye moyo wako na akili yako kwamba mwenye kunitosheleza mimi ni nani? Ni Allah. Hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa ni yeye, na bora kutegemewa ni yeye. Mara 7 kila siku, asubuhi na jioni. Mwenyezi Mungu asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Mwenyezi Mungu kafahu amra duniyahu wa akhirah, Mwenyezi Mungu atamtosheleza amra duniyahu, amri ya dunia yake, wa akhiratihi, na mambo ya akhira pia atakutosheleza, kwa sababu umefanya nini? Umemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo ambayo kwamba unastahili kuzidisha kumtegemea Allah ni mengi. Inshallah taala Ijumaa ijayo tutayamalizia na tutaelezea baadhi ya vitu ambavyo kwamba utapata ukimtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na baadhi ya mambo ambayo utayakosa ukikosa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atulize nyoyo zetu kwa tawakkul, atupe utulivu wa nyoyo kwa kumtegemea yeye. Tusibabaishwe na maisha, tusibabaishwe na hofu, tusibabaishwe na hamu, tusibabaishwe na dhiki, tusibabaishwe na future, mustakbal, mbeleni kuna nini. Tusibabaishwe na hofu zilizotuzunguka, bali tuwe sisi ni watu nyoyo zetu zimekita katika kumwamini yeye na kumtegemea yeye, na tumuomba kama alivyoahidi, waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, anayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Na sisi atutosheleze kila ambalo kwamba tuna hamu na kila ambalo kwamba yatusumbua, atujalie tupate faraja kutokamana na dhiki zote na utulivu kutokamana na babaiko lolote. Aturuzuku kwa namna ambayo kwamba tuitarajii, atupe riziki za halali zenye baraka, za rahisi, ambazo kwamba ni nzuri. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.